Love Me Again, episodi 1. Mvua nyepesi ya jioni ilinyesha taratibu, ikigonga vioo vya dirisha la nyumba yao kama kumbusho la ukimya uliotawala ndani. Aisha alikaa kwenye kochi, miguu yake ikiwa imekunjwa kifuani, mikono ikishikilia kikombe cha chai kilichokuwa kimepoa bila yeye kujua. Alikuwa akisubiri. Kama ilivyo kawaida siku hizi, Kevin alichelewa kurudi nyumbani. Saa ilionyesha 9:47 usiku. Aisha aliangalia mlango mara nyingine tena, moyo wake ukiwa mzito kuliko mwili wake. Zamani, saa hii wangekuwa wanacheka, wakisimuliana siku zao, au wakibishana kwa utani juu ya chakula cha nani kilikuwa kitamu zaidi. Lakini sasa, kimya. Kimya kilichoua taratibu. Mlango ulifunguliwa pole pole. Kevin akaingia, suti yake ikiwa imelegea kidogo, tai ikiwa imefunguliwa nusu. Hakutabasamu, hakusema chochote. "Karibu," Aisha alisema kwa sauti ya upole iliyochoka. Kevin alijibu, akielekea chumbani bila kusimama. Aisha alimeza mate. "Hata umekuaje?" haikusemwa. Ndani ya ndoa isiyo na joto. Walikuwa wameoana miaka mitatu iliyopita. Miaka mitatu tu, lakini ilionekana kama miongo. Upendo wao haukupotea kwa ugomvi mkubwa wala kwa usaliti wa wazi. La hasha. Ulipotea kwa kutokuangaliwa, kutokusikilizwa na kuahirishwa kila siku. Aisha alisimama, akaingia chumbani. Kevin alikuwa tayari amekaa kitandani, macho yake yakiwa yamekazia simu. "Kevin," Aisha alianza, sauti ikitetemeka kidogo. "Tunazungumza lini kama wanandoa?" Kevin alitoa pumzi ndefu. "Aisha, nimechoka. Tunaweza kuzungumza kesho?" "Kesho imekuwa lini?" aliuliza kwa sauti ya chini, macho yakiwa yamejaa machozi. Kevin hakujibu, aliendelea kuangalia simu. Na hapo ndipo Aisha alihisi kitu kikivunjika moyoni, sio kwa sauti, bali kwa maumivu ya kimya. Kumbukumbu za zamani. Usiku ulipokolea, Kevin alipolala, Aisha aliendelea kuwa macho. Aligeuka upande, akamtazama mume wake. Hii ndiye mwanaume aliyekuwa akinipigia simu kila saa, aliyeniandikia ujumbe mrefu wa mapenzi, aliyeniambia hawezi kuishi bila mimi. Machozi yakamdondoka kimya kimya. Aliwaza, je, upendo unaweza kufa bila mtu kugundua? Au bado upo, lakini umejeruhiwa? Swali lisilo na jibu. Asubuhi ilipofika, Kevin aliamka mapema kama kawaida. Alijiandaa haraka, akavaa suti nyingine, na kabla hajafungua mlango, Aisha alizungumza. "Kevin," alisimama. "Je, bado unanipenda?" Swali hilo lilikaa hewani kwa sekunde zilizoonekana kama milele. Kevin alishusha pumzi. "Bila shaka, lakini mambo yamekuwa magumu." "Hayo mambo ni mimi?" Aisha aliuliza. Kevin hakujibu. Alifungua mlango na kuondoka. Aisha alikaa pale, macho yakiwa yamejaa machozi mapya. "Kama bado unanipenda, kwa nini nahisi niko peke yangu ndani ya ndoa yangu?" Hapo ndipo safari ya Aisha ilipoanza. Safari ya kujiuliza, kupigania, kuumia na balda kuomba kupendwa tena.